Yeah, nadhani anajibu kwa vitendo. Kumbuki hata wakati Lucien anakuja kwenye kikosi cha Simba alisema si mchezaji ambaye atapata muda mwingi wa kucheza kutokana na majeraha ambayo amekuwa kimkumba. Lakini hadi hivi sasa ukimtazama namna ambavyo anacheza ana kasoro yote. Katika mabeki watatu wa ligi kuu Tanzania bara huwezi ukamkosa Lucien Derok. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati wachambuzi wapaswa kuzungumza kwa kumaliza. Yaani wanajimaliza sana, ndeni kinachokuwa kinatokea baadaye inakuwa ni kama wanajiumbua wao wenyewe. Tazama namna ambavyo Oula anacheza, hakuonyeshi kama ni mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu hajacheza, na amekuja akachukua imani ya wale ambao walikuwepo, kina Elim Panzu, kina Kibu Denis Prosper, moja kwa moja ameingia kwenye kikosi, na namna ambavyo anaperform, anafunga goli lake la pili mfululizo kwenye michuano ya kimataifa. Kwa unakuwa unatafuta kigezo labda cha kumlaumu Oula kwa kiwango ambacho amekuwa nacho unakikosa. Zaidi kunahitajika sasa namna ya kuitengeneza chemistry ya timu kwa ujumla, sababu kwa hivi sasa Simba inacheza kwa ubora mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wachezaji wenyewe wanajituma, lakini bado unakosekana ule muunganiko wa kuunganisha tabia za Chama, kuunganisha tabia za Alassane Kante, Kagoma na kupata kitu kimoja katika hao wachezaji. Namna ambavyo Simba inacheza kwa hivi sasa, endapo Kagoma akaumia itakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu eneo la katikati kwa hivi sasa anamtegemea zaidi Kagoma. Alassane Kante nadhani kuna namna ambavyo utekelezaji wake wa majukumu umepungua kwa asilimia kubwa. Kwa nadhani tuendelee kumpa muda Steven Beka, anajua nini ambacho anakifanya na anajua nini ambacho mashabiki wa Simba wanakihitaji. Kwa hiyo nadhani tukitazama kwa kikosi cha Simba kwa ujumla, kila mchezaji anacheza kwa daraja lake. Bado kinachobaki ni kwa Steven Beka kuunganisha tabia za wachezaji wote na kupata kitu kimoja. Eneo la mwisho Soa bado amekuwa na wakati mzuri sana. Nadhani kwenye mechi 3 zilizopita alikuwa anapewa nafasi zaidi Kibu Denis Prosper. Lakini kwenye mchezo miwili, kwa mchezo wa KMC na wa leo, amelazimika kwenda na Selemani Mwalimu kwa sababu Kibu anakosekana. Kwa hiyo hadi Mwalimu analazimisha kwenda na force number 9, maana yake anathibitisha kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa hao wachezaji ambao wako kwenye hao maeneo. Kwa hiyo nadhani Steven Beka bado ana muda wa kuendelea kufanya, kwa sababu changamoto ambayo Simba inawakuta ni kwamba nyakati ambazo wanapaswa kukiseti kikosi chao kiweze kurejea kwenye ule mfumo, ndio nyakati ambazo wanahitajika pia kuthibitisha kwenye pichi, ndio nyakati ambazo pia anapaswa kwenda uwanjani na akacheza kuonyesha nini ambacho yuko nacho. Kwa hiyo kinachotokea, kuna nyakati wanazidiwa ubora kwa sababu wako kwenye kujisetup, unakuta wanazidiwa kwenye baadhi ya matukio, kushindwa kufika kwa wakati, na ndio maana wakati mwingine mpinzani ananufaika. Tumalize na hili Elie Mpanzu Kibisahala, pengine kwa kuna maneno mengi hivi, na leo tumemwona akicheza kwa dakika zote, kwa dakika takriban dakika 75 hivi ya mchezo. Pengine yale maneno ambayo yanaendelea mtandaoni yanamtoa kama Elie Mpanzu kwa performance yake leo alivyoonyesha, na vile ambavyo vinavyoendelea vinamwathiri kwa namna moja au nyingine ya Yusuf. Vinamwathiri kwa sababu anaona kinachoendelea. Lakini kwa mchezaji ambaye ni professional anajua ni maisha ambayo yapo. Mimi binafsi wakati naanza uchambuzi, kuna baadhi ya comment nilipokuwa ninazisoma zilikuwa zinanitoa kabisa kwenye kile ambacho nakifanya. Lakini ilifika wakati nikagundua kwamba haya ndio maisha ya mitandao. Ukirudi kwa mchezaji kama Fiston Kalala Mayele ambaye msimu uliopita ndo alikuwa mchezaji bora barani Afrika, this time amecheza karibia mechi 19 na bao hata moja. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni maisha ambayo wachezaji wanayapitia. Kuna nyakati mchezaji kiwango kitashuka na atashindwa kudeliver kile ambacho watu wanakitarajia kutoka kwao. Kinachobaki ni namna ambavyo wachambuzi wanateua kile ambacho wao wanaona ni sahihi, kwa kutafuta engagement mitandaoni, kwa kulewa zile sifa za namna ambavyo wanaweza wakawa na watumia watu kuweza kunufaika wao. Kwa hiyo nadhani kuhusu hilo kila mtu anajua nini ambacho anakifanya. Kama ni mchambuzi professional utajua nini ambacho ukizungumza, kipi ambacho usikizungumza. Shukrani sana. Asante. Natazama kwenye eneo la masenta baki leo, Lucien Derok pamoja na Ismail Tule wamelazimishwa kucheza. Naweza nikasema kuumia kwa Wilson Nangu kumegharimu sana Simba, kwa sababu wanalazimishwa kucheza wakiwa na center back ambaye ana sifa hiyo. Unajua kwenye mpira kuna nafasi ya mchezaji na utekelezaji wa majukumu. Lucien Derok sio mchezaji ambaye ni bora sana kwenye kutumia mguu wake wa kushoto kama ilivyo pia kwa Ismail Tule. Ndio maana kocha katika maamuzi yake ama kwenye mazoezi ameona kidogo Lucien Derok anaweza akafanya hayo maamuzi ambayo ama kila ambacho anakihitaji ama alichokuwa anakipata kwa Nangu. Ndio maana amemwamini, lakini unaona kipindi cha kwanza Lucien alikuwa anafanya makosa akaenda kusawazishwa. Kwa hiyo